Shoran. Mtoto ganda wapi hapa? Shoran. Shoran. Ngapi huyu? Lakini sasa Mimi nani? Wewe unakuja tu kuuliza watu bila salamu. Kwa hiyo unakuta hapa amekaa ni makuku. Wewe ngongo. Jishikilie dada. Salamu yangu wewe kusaidii kitu. Nimekuuliza wewe ni nani? Haijalishi mimi nani. Umekuja kwenye mji wa watu. Umekuta mtu kakaa. Badala usalimie hivi wewe umri wako na wangu unaendana? Unakuja tu ngongo. Ndio heshima hiyo dada. Haya sasa hizi. Sina shida na salamu yako dada. Sawa? Fuata kichokuleta. Kilichonileta ni iko. Wewe ni nani hapo kwenye mlango na unafanya nini? habari yako Sulu? Salama kaka, shikamoo. Marhaba. Mzima wewe? Mimi mzima, si wewe? Hivi umenionea wapi Sharon mdogo wangu? Sharon kaka, sijamuona sehemu yoyote. Kweli? Ndio kaka. Hujamuona popote? Ndio. Atakuwa wapi mdogo wangu mimi? Ila kama yuko nyumbani, nadhani atakuwa kwa Kitawile. Unasemaje wewe? Wewe mtoto unajielewa? Yaani wewe kuniuliza mimi nani? Yaani umekuja umenikuta. Kwanza umekuja na dharau hujanisalimia. Alafu tena unaniuliza wewe nani? Na unaniuliza na wewe pia kama nani? Mimi ndo mwenye mji, unasemaje sasa? Dada tuheshimiane. Wewe mwenye mji na iko chumba unahusiana nini? Yaani sikuelewi. Usitafute ugomvi na mimi. Hii ligi uiweze. Mimi ndo mwenye nyumba na ndo mwenye mji huu. Haya, umekuja kama nani na unataka nini? Sikiliza mtoto, maana mimi waga sipendi mazoea na watu wa vijijini kama hivi. Yaani waga sipendi mazoea ovyo. Sawa? Alafu unakuja kwangu, unaniuliza mimi nani? Umekuja kwanza kama nani na unaniuliza mimi nani vipi yani? Yaani vipi yani sijakuelewa yani. Unanijibuje? Koma nakwambia. Wewe unanijua mimi? Unanijua mimi? Vipi tena jamani? Vipi? Niachie. Vipi? Shemeji, naomba ongea na huyu. Nitakuja kumuua mimi mwenyewe saa 2:30 kasoro nitakuja kumuua mtu. Hivi mkuzi mwambie mimi ni nani hapa? Sikilizeni. Hapa sasa kujua huyu nani wala huyu nani. Kwanza huu mji sio wenu. Huu mji ni wa rafiki yangu Tawile. Mambo kaniambia hii nyumba sio yangu, si nini nakuwa tayari chengea tofali hapa. Mmenielewa? Shemeji, naomba ongea na watu kama hawa. Sitaki kabisa mimi. Yaani kwanza ni nani kwanza anakuja kuuliza mimi kama nani? Yaani kama nani yani? Nafikiri sio swali. Nilisema hapa hakuna nani wala huyu nani. Nyinyi hapa wote sio kwenu. Mmenielewa? Halafu wewe mlekwa. Hebu njoo. Anakuja kwangu afa ananiuliza mimi nani? Kwa kina Tawile. Ndio kaka. Sasa Sharon na Tawile wapi na wapi? Maana huko ndo huwa anaenda na Tawile ni mtu wake, ana mahusiano naye. Suna. Hivi Suna, hizi habari zina ukweli wewe? Ndio kaka, maana hapa mtaani kila mtu anaongea kuhusu wao. Ndio maana. Sasa nimepata kuelewa kitu. Asante sana mdogo wangu. Sawa Suna. Sawa, nishapata kuelewa kitu. Mlekwa. Yule mke wangu. Mke wako yule na wewe ndakutia aibu. Na angekuwa na heshima. Sasa kwa nini mimi nakuja namuuliza yeye nani kwa nini asijielezee? Basi sawa, nimekuelewa sawa. Mimi nafikiri ushamtambua tayari, si ndio? Nafikiri mambo mengine yote yataisha. Sawa. Nenda nyumbani. Na nimekuheshimu tu wewe, ningemtia makofi leo. Vitu vingine achana navyo. Hebu epusha shari, sawa?
Haya, kwa hiyo. Salamu yako mimi haijalishi. Unaweza ukaenda. Watu kama hao mtakuja kuwaua. Sawa, lakini wewe basi kwa mpole. Yule rafiki yako. Shemeji, naomba watu kama hao unaongea nao vizuri, unawatambulisha vizuri. Nitakuja kuua mtu. Mimi akili zangu dakika 2 zinabadilikaga, sifai. Basi sawa. Naomba niondoke zangu. Safi za kwako. Safi kama kawa. Mbona hivi? Yaani nilipotoka leo huko kwako nimevurugwa, nimekutana na mwanamke, alafu ananiletea dharau, anajui kusalimia. Siku nyingine wewe unaelekezwa utoka kueleweka nyumbani kwako. Ungekuta leo nimeua mtu. Fulani. Mbona sijazoea hivyo mama? Mbona unanichanganya sasa? Hujanizoea hivyo ndio. Lakini shida ni kwamba mtu alokuja nyumbani, halafu aeleweke. Yaani shemeji mkuta ndo kaja kusaidia. Nilikuwa nataka nipigane na mtu niue. Ungekuta mmoja yuko Mwananyamala, mwingine yuko wapi huko Selo. Lakini kaja kuniambia shemeji kwamba ni mtu wake. Ila umwambie vizuri shemeji Mkwiza, aongee vizuri na watu wake, akija nyumba za watu wawe na adabu. Kwa mmegombana au? Nusu kuuana ndugu yangu. Wewe, subiri bwana. Kwezi, subiri bwana. Subiri hapo. Afadhali sana. Unajua Kwiza, Na usikilize. hivi nyinyi ni watu wa aina gani? Vipi? Wewe na rafiki yako Tawile. Dada yangu simuoni nyumbani. Nimetoka huko. Nimefika nyumbani. Nimemwacha vizuri nyumbani, lakini nimetoka kurudi tu. Dada yangu hayupo. Nimejaribu kufanya upelelezi wangu. Nimepata kugundua kuwa wewe unafahamu dada yangu alipo. Kutokana na nini? Anayeelezewa hapa ni Tawile, rafiki yako wewe. Sasa hapa alipo kwa ajili ya kutaka kujua dada yangu yupo wapi. Yaani kumbe tu alikuwa ni mwanamke wa shemeji Mkwiza. Isingekuwa hivyo, leo sijui ingekuwaje. Dalili. Usinikunjia yake mimi niko kwenye misha hivi. Mbona unajiona saga mwanangu hivi hapo? Nilikuwa misha mtoto wako. Sio mbaya. Vipi unatia ndala mtaani? Bwana na wewe. Mimi nishachoka huko nimevurugwa. Alafu mimi sasa hivi nikishakuaga na mawazo kichwani mwangu mwenyewe unanijua. Sitakuwa free bwana. Nitakuja baadaye. Sio sasa hivi bwana. Kuja ni misi au sio? Sina maana hiyo. Nimekumisi lakini nitakuja baadaye. Niache nikapumzike kidogo nyumbani. Baridi. Usikasirike. Baadaye. Kwa baadaye au sio? Baadaye. Wewe dada yangu unajua wapi alipo? Wewe hapo unajua dada yangu sehemu gani alipo? Naomba unielekeze dada yangu wapi alipo. Subiri. Mbona haraka? Usiwe ni mtu wa kwa maki tu unaondoka. Labda mimi nikutoe wasiwasi kitu kimoja. Mimi Tawile ni ndugu yangu, ni rafiki yangu tena wa damu kabisa. Sawa. Na mimi huyo dada yako kama nilivyokuambia hana mahusiano na yoyote yule na Tawile. Ila labda uende kwa sehemu mtu mwingine kwa sababu inawezekana kwamba Tawile wakawa wengi. Leo Tawile ninamjua mimi huyu, yaani mmoja. Kwa mimi akili yangu haifanyi kazi, si ndio? Mimi sijui kama wewe una urafiki na Tawile. Sijui.
rafiki yangu ndio, lakini kusema kwamba dada yako ana mahusiano. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe usijue chochote kuhusiana na rafiki yako Tawile kama dada yangu anaye, unanificha mimi leo sasa. Unanificha. Kwiza, unanificha mimi, si ndio? Haya basi. Poa hapo. Maana usiwe mkali sana. Usiniambie masuala ya kupoa, tuelewane. Kwanza tuelewane. Umenielewa? Usiniambie masuala ya kupoa. Nahitaji kujua dada yangu yuko wapi. Kaisa. Kwanza kumbuka kabisa kwanza mimi umenivunjia heshima ugeni. Mimi nimekuvunjia heshima, si ndio? Kwa sababu kwanza kuonekana Subiri kwanza. Subiri. Wewe yule Kwiza sio rafiki yako? Rafiki yangu. Sio rafiki yako wewe? Rafiki yangu. Ehe. Sasa kama dada yako hayupo nyumbani kwako ndio mwambie kwamba Tawile yeye anahusiana na dada yako wapi na wapi. Sasa hapo naweza kukuelewa. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe Kwiza habari za Tawile uzijui? Si ndio? Habari za Tawile kuhusu dada yako, habari za Tawile kuhusu nini? Maana unieleweshe nielewe. Dada yangu nyumbani hayupo. Sijui unanielewa? Kwiza, mimi acha niende. Naendelea huku kufanya upelelezi wangu. Lakini imani yangu yani najisumbua tu. Sasa isijitokeze kuwa yanahangaika alafu ukweli unaufahamu. Wewe na rafiki yako huyo Tawile mtaniona mtu tofauti kabisa. Mimi acha niende huku. Endeleeni kunisumbua lakini na imani wewe ukweli mnaujua. Mimi naenda. Sasa nikigundua Kwiza, nikigundua mtaniona tofauti sana. Yaani hata kama kuna ukweli wowote unaujua kamwambie huyo rafiki yako Tawile, lakini nikigundua itakuwa tofauti. Basi sawa. Niacha niende. Poa.